Utaratibu ambao upo mkurugenzi ni kuhusiana na upimaji wa haya mabango, na wafanyabiashara wanalalamika, wengine wamefika mahali wanafuta yale mabango yao. Wanasema kwamba wanatozwa hizo pesa kulingana na urefu wa mabango, kulingana na ukubwa wa mabango. Tukasema anyway, kwa sababu kila jambo linakuja kwa mkakati maalum na linakuja kisheria na mifumo inakuwa imewekwa kulitekeleza. Kwanza tujue ukweli wa hilo jambo uko vipi mosi. Baada ya hapo linafanyikaje kiasi ambacho lisilete mkanganyiko kwa wananchi, kwa wafanyabiashara ambao ndio walipa kodi wakubwa wa nchi yetu hii, ndio wanaolipa pia ushuru katika halmashauri zetu hizi. Ni kweli kwamba kuna hili swala la upimaji wa mabango na kulipishwa pesa? Karibu sana mkurugenzi. Asante sana. Kama ulivyonitambulisha, naitwa Mariam Chaurembo, mkurugenzi wa mji wa Tunduma. Ndugu wananchi, wasikilizaji na wenzetu wa Tunduma FM, kwanza nikiri ni kweli kuna ushuru wa mabango. Ushuru wa mabango huko kwa mujibu wa sheria. Kabla ya kutekeleza sisi ushuru wa mabango ulikuwa unakusanywa na wenzetu wa TARURA. Lakini mwaka 2023 serikali ilirudisha ushuru wa mabango kwa halmashauri kukusanya. Na ndio maana umeona toka mwaka 2023 mpaka sasa hivi halmashauri tunakusanya ushuru wa mabango. Sasa ushuru wa mabango kwanza unategemea na aina ya bango. Na unapataje ushuru wa mabango? Ushuru wa mabango unapimwa kwa square meter. Na ndio maana kuna ile pointi ambayo wananchi wanakuta watu wanapima na tepu, pengine na rula. Kwa hiyo ushuru wa mabango kwanza unategemea ni aina gani la bango. Kwanza kuna bango linalowaka lina bei yake. Bango lisilowaka lina bei yake. Lakini bango la maandishi na maandishi ya ukutani lina bei yake. Kwa hiyo kwenye kujua sasa huyu mwananchi anatakiwa atozwe kiasi gani kwa mujibu wa sheria, kwa hiyo tuna uhitaji wa kwenda kulipima lile bango kwa square meter. Kwa hiyo mfano bango lisilowaka kwa square meter shilingi 7,000. Bango linalowaka kwa square meter shilingi 10,000. Kwa hiyo ili mradi ufanye quantification zilizokuwa sawa sawa, lazima uende ukapime kwa tape square meter la ile bango, alafu times sasa na gharama, upate gharama halisi ya mwananchi. Kwa hiyo kuna baadhi ya mabango kwa kutumia tu busara tumeona tumeweka flat rate. Mfano mabango yale ya huduma, mabango ya shule, mabango ya hospitali na sehemu zingine. Lakini kwenye mabango pia kuna mabango ambayo yako exempted kulipa. Mfano tunasema hospitali ya Maranatha. Lile bango manake ni identification ya kile kitu kwa mujibu wa sheria. Tunaposema mwananchi akitoka huko lazima ajue pale pana hospitali. Kwa hiyo ukiandika hospitali ya Maranatha au ukiandika mfano Chapwa Pharmacy, yani ile ni identification ya lile jambo kwa mujibu wa sheria. Kwa sababu kwa sheria ya afya kuandika lile bango identification ni moja ya requirements. Kwa hiyo lile bango linakuwa exempted kwenye malipo. Lakini sasa ukianza kuna picha ya Panado, kuna picha ya hivi, kuna picha ya hivi. Sasa hiyo ni advertisement. Kwa hiyo tunachoenda kuchaji pale ni hao mfanyabiashara anavyotangaza ile biashara kwa mujibu wa sheria anatakiwa alipe per square meter. Kwa hiyo kishaanza kuweka zile clarification zingine, sasa tunakwenda bango la aina gani? Bango linalowaka, bango lisilowaka au bango la matangazo ya ukutani. Halmashauri ya mji wa Tunduma baada ya kuwa hizo chaos nyingi na wananchi wanaleta feedback kwa viongozi wetu, yale mabango mfano ya mashule ya nini yale tumeyapa flat rate ni shilingi 200,000 kwa mwaka. Lakini yale mengine tunapima kwa mujibu wa square meter. Lakini japo tunapima kwa mujibu wa square meter pia vile vile tumeweka minimum, yani mwananchi hata lipa kwenye bango itayozidi 300,000. Kwa hiyo kuna mtu anayekuwa na square meter zaidi ya 3, kwa mujibu wa sheria anatakiwa mfano linalowaka anatakiwa lipe kama 523,000. Lakini sisi tumeweka laki ngapi? 300,000 kama flat rate kupunguza makali kwa wananchi. Kwa hiyo nataka kusema nini? Mabango yapo kwa mujibu wa sheria, lakini hatukatazi mtu kuja tukakaa chini tuongee. Kama nilivyokuambia sheria inasema square meter bango la ukutani
kiasi hiki, lakini sisi tumeweka flat rate ili mradi tuweze kuhudumia wananchi. Kama mwananchi ana changamoto, ofisi ziko wazi, tunaweza kumsikiliza na kumhudumia. Asante sana. Naitwa Salum Juma Kiambi, kama ulivyonitambulisha, ndiye mwenyekiti wa halmashauri ya mji wa Tunduma. Niendelee kuwashukuru wananchi wa mji wa Tunduma kwa kuendelea kufanya shughuli zao kwa amani, lakini pia kuendelea kuichangia halmashauri kwa maana ya malipo mbalimbali ya ushuru na mambo mengine. Kwa sababu ili tufanye maendeleo ni lazima tulipe ushuru na kodi mbalimbali. Nije kwenye swali lako. Kama maelezo ya mkurugenzi yalivyokuwa, kwa mujibu wa sheria na chanzo hiki toka kilikotoka huko, lakini baada ya kufika kwetu ni kweli kumekuwa na sintofahamu, nadhani ndizo zilizowafanya na nyinyi leo hii mtukaribishe hapa. Lakini kama maelezo ya mkurugenzi yalivyokuwa, baada ya kuona mwitikio wa wananchi kulingana na sheria zilizowekwa, kidogo unakuwa na sintofahamu. Ndiyo maana tukasema sasa tuweke flat rate kwa gharama za chini kabisa. Kwa hiyo hilo limetokana na mawazo ya madiwani wote wa mji wa Tunduma. Na kwa kweli kuna mabango yalikuwa yanakwenda mpaka 500,000, 600,000, 700,000, lakini tumesema twende kuanzia 200,000 mpaka 300,000 kulingana na bango. Na baada ya hapo wanasemaje wananchi ambao mnawawakilisha? Wamekubaliana na hiki ambacho mmekifikia kama tamati? Kikubwa ni kwamba tunapaswa kuendelea kutoa elimu. Si unajua mambo ya kodi jinsi yalivyo. Kodi jinsi zilivyo kwa kweli, utoaji wa fedha kidogo unahitaji mtu apate elimu ya kutosha. Kwa hiyo tunazidi kupiga hatua, lakini mimi niseme tu, niwaombe wananchi tuendelee kulipa ushuru pamoja na kodi ili tujenge mashule, barabara, maji na vitu vingine. Lakini kama baraza la mji wa Tunduma tunatamani sana tusione mwananchi akilalamika, yaani kuwe na kodi ambazo ni rafiki kwa wananchi. Kwa hiyo tunaendelea kuzungumza kwenye mabaraza, tunaendelea kushauriana na wataalamu namna gani tutakuwa na kodi au ushuru ambao ni rafiki kwa wananchi wa mji wa Tunduma. Okay.